Mtu yeyote aliyelelewa na tabia nzuri anakuwa na huruma, anakuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kufanya vitu ambavyo havimtukuzi Mungu, kwa sababu anakuwa na hofu ya Mungu kwamba hapa ni kosa na hapa sio kosa. Ndio maana kuna upendano, lazima tupendane, lazima tuchukuliane. Yaani tunapendana kama wana wa Mungu. Sema amina. Sema tabia njema inatufanya kupendana. Kwa watu waliompokea Yesu na kuwa mwokozi wa maisha yao, sio wengi wenye hila ndani ya mioyo yao, kwa sababu kuna roho itakayomwambia hapa sio sawa. Kwa mtu wa Mungu yeyote ambaye ana hofu ya Mungu, hata ukitaka kutenda kitendo kibaya, kama una hofu ya Mungu, kuna ile roho ya Mungu itasema hapa sio sawa. Lakini wanajiuliza, anasema kama tuna roho wa Mungu na tunaongozwa na roho wa Mungu, kwa nini tuwe na hila ndani ya mioyo yetu? Kwa nini tuonyeshe tabia ambazo hazimtukuzi Bwana? Kwa nini tuonekane kama hatujakuwa rafiki wa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa huruma zake Mungu, sema kwa huruma zake Mungu. Sema kwa huruma zake Mungu. Anatuhurumia kile itwapo leo. Anatuhurumia kile itwapo leo. Yeye Mungu ni mwaminifu. Yeye Mungu ni mwaminifu. Tunatakiwa kubadilisha tabia zetu za ndani. Nimekuja leo naendesha gari inaongea habari ya tabia. Naongea habari ya huruma ya Mungu, lakini kwa tabia zangu nilizokuwa nazo mimi Helen, nisingepaswa kusimama mahali hapa. Ila kwa huruma zake Mungu niko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja yuko mahali hapa kwa huruma zake Mungu. Na tuna watoto wetu ni kwa huruma zake Mungu. Na kila jambo tunalopata ni kwa huruma zake Mungu. Lakini sisi si wakamilifu kivile. Lakini kwa sababu tuna watoto wa kanisani, kwa sababu tuna wajukuu, kwa sababu tuna jamii inayotuzunguka, tuwashuhudie kwamba Yesu anabadilisha, Yesu anaweza, ukikubali. Lakini Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Bali mkikataa. Mtu yeyote ambaye ni Mkristo, kuna tabia za asili za kuzaliwa kwetu. Lakini unapomgeukia Mungu, unatakiwa kubadilisha tabia. Sikiliza, tabia ngumu haikupeleki popote. Tabia ya kutokutii mapenzi ya Mungu inakupeleka jehanamu. Tabia ya kujihesabia haki haitakufanya uwe haki, upate haki. Sema tabia. Sema tabia. Lakini Mungu ni mwenye huruma nyingi. Alitupenda kwa upendo usiopimika. Yesu ni mwenye huruma. Tusome kitabu cha Efeso 4 mstari wa 4. Efeso 2. Efeso 4:4. Efeso 2:4. Efeso 2:4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Endelea. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kubadilisha tabia yako ni neema ya Mungu ikushukie. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe mwenyewe unajua inabidi ukae ujiulize, mimi nikoje? Angalia ni tabia gani inayotesa watu. Angalia ni tabia gani isiyoonyesha wewe ni mtu uliokoka. Angalia ni tabia gani inayerudisha maisha yako nyuma. Unajua tabia inaweza ikakufanya ufanikiwe, na hiyo tabia inaweza ikakufanya usifanikiwe. Hiyo tabia inaweza ikakufanya usisikilizwe na mtu yeyote. Hata wakikusikiliza maneno yako hayataingia kwenye masikio ya wale watu.
Lakini kwa sababu tumeokolewa kwa neema, hata kubadilika kwetu ni kwa neema ya Kristo. Kuna vitu ulikuwa unavifanya zamani lakini sasa hizi huwezi kuvifanya. Ulikuwa unashinda kilabuni, sasa hizi huwezi kushinda kilabuni. Ulienda kwa waganga, sasa hizi huwezi kuchungulia kwa mlango wa mganga. Ulikuwa unaingia kwenye magesti, sasa hizi huwezi kuingia kwenye magesti ovyo ovyo, utaogopa. Hautaogopa mwanadamu, utahofu Mungu atakuona. Wala mwanadamu anaweza asikuone, lakini Mungu anakuona. Maana ukiingia gesti roho anaona. Maana ukienda pombeni huyu anaona. Maana sio lazima mtu akuone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa huruma yake Mungu tuliokolewa kwa neema. Ile neema tuliokolewa kwayo, basi tukang'anie nayo. Hebu angalia tabia inayotesa moyo wako. Hivi mtu umeokoka, hivi mtu umeokoka, unakuwaje mkatili na wakati umeokoka? Unakuwaje na roho mbaya wakati umeokoka? Unakuwaje ni mtu usiye na msamaha wakati umeokoka? Unakuwaje mtu mwenye kutenda mambo maovu wakati umeokoka? Hiyo ni tabia chafu, inabidi ukatae. Lazima tukatae tabia mbaya. Tunamtukanisha Kristo kwenye makanisa. Sisi warokole tumekuwa kama fimbo ya kuchapia watu na fimbo ya kuhukumu wengine wajinga wajui Mungu. Inawezekana unamjua Mungu lakini jehanamu inakuhusu, kwa sababu tabia yako itakupeleka jehanamu. Yesu alihurumia watu. Yesu aliponya watu. Yesu aliombea watu kwa huruma na upendo aliokuwa nayo. Wewe uliokoka unatakiwa onyeshe tabia safi. Watu waje nyumbani kwako wapate msaada. Watu waje kanisani kwako wapate msaada. Ukutane na watu ofisini wapate msaada. Sio uonyeshe umeokoka uchangamani na najisi. Alichokitakasa Mungu hakiitwi najisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tabia njema huwezi ukanyanyapaa mtu. Tabia njema lazima uwe na huruma. Tabia njema haitunzi uharibifu. Sikiliza, watu wamestore watu kwenye mioyo yao kwa tabia zao. Watu tunapanga nguo kwenye makabati, wewe umepanga watu kwenye moyo. Watu tumepanga vyombo kwenye makabati, wewe umepanga wapendo wenzao kwenye moyo. Nataka nikwambie leo lazima uachane na tabia ambayo sio ya Mungu. Tabia mbaya ni ya shetani. Sema tabia mbaya ni ya shetani. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Si ndio maana yake? Ili somo nilifundisha sio redioni, sio nilifundisha hapa. Nilifundisha hapa kanisani, ilikuwa sio lini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema Bwana atusaidie sana. Tuwe na tabia njema. Bwana Yerusalemu. Ninakufundisha ulio mahali hapa, tunatakiwa kumpenda Mungu. Ngoja nikwambie. Uwezi ukaniambia eti nampenda Mungu wangu. Eti sikia. Mimi nampenda Mungu wangu. Mimi nampenda Mungu wangu. Na Barnaba akija hapa, silipendi ni Barnaba kwa kweli. Sio kama mnanielewa hapa vizuri. Eti mimi nampenda. Haleluya haleluya wanaume. Wanaume hoye. Hivi unampendaje Mungu unaenda kanisani? Si ajabu wewe ni katekista, wanaita katekista. Katekista, chini. Au wewe mzee wa kanisa. Sema mzee wa kanisa. Alafu eti unaenda kanisani na mke wako mnaondoka nyumbani hamjasalimiana. Unapookoka lazima ujue namna kujitenga na dhambi za makusudi. Unapookoka lazima ujitenge na dhambi za ushirikishi. Mungu anaangalia nukta tu akuchape. Atume jeshi likuchape. Wewe ukiona mtu amekukasirikia, wewe mpende, mwambie nakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena muombe. Tena tuombeane. Bwana Yesu asifiwe. Sema tabia. Kuwalea watoto wetu. Tukiwa tunanuniana majumbani mwetu na watoto wanakoti reference ya kununiana kwenda kununa. Yaani wanachukua nguo. Yaani unaovisha vazi. Kwa hiyo akienda huko ndani anaenda kununa. Au unasema uongo jamani? Ukimpa kicheko akienda huko anaenda kufanya nini? Kucheka. Ukimpa ukarimu akienda huko anaenda kuambukiza nini? Ukarimu. Ukimpa furaha anaenda kuambukiza nini? Furaha. Wakiwa bado wadogo. Tunawalea wakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema huruma ya Mungu. Sema huruma ya Mungu. Hata wachawi wamehurumiwa. Japo ameandika usimwache mwanamke mchawi akaishi, lakini wakiokoka si Mungu anawahurumia? Sema huruma ya Mungu inaingia ndani yake. Sema tabia. Bwana atutengenezee tabia njema.
Huruma ni nini? Ni kitendo cha kuachilia mambo mabaya ndani ya mioyo yetu. Tusome Luka 6 mstari wa 37, 36 na 37. Tuingie kwenye maombi, tuombe tukatae tabia zilizo mbaya. Yaani mtu yeyote unajua kuna tabia inakutesa, imekungangania leo, unatakiwa ichomoe. Sema na ichomoa. Luka 6 kuanzia mstari wa 37. 36. Yes. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi mtahukumiwa. Ndio. Msilaumu nanyi mtalaumiwa. Ndio. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Ndio. Bwana Yesu, endelea mstari 38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Haleluya. Chochote tutakachofundisha watoto wetu ndio matunda yetu tunayopokea. Ngoja niwaambie, maisha yoyote ambayo utaendelea kuyaishi wewe, hayo ndio atakutesa mwenyewe. Maana ukishamaliza kupanda mbegu, sio kwamba mbegu itakufa, itaendelea kukua uko na kizazi na kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, nahitaji kuwa na huruma na watu. Nahitaji kutenda yaliyo mema. Nahitaji kuwa kama wewe. Yesu, wewe ulitupenda. Ulitupenda kabisa. Ukamtuma mwanao aje kutufia msalabani. Tusome Yohana 3 mstari wa 16 nasemaje? Halafu tunaingia kwenye maombi makali kabisa, tunakataa tabia ambazo Mungu hazipendi. Yohana 3:16. Ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Alimtuma mwanae kila mmoja aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na sisi tumetumwa kuja kusababisha watu wasipotee. Watu wasipotee. Nini kitasababisha watu wasipotee? Ni kila ambacho tunakifanya mbele za watu. Haleluya. Matendo mema yanalipa. Huruma ya Mungu ndani yako inalipa. Inaweza kukusafirisha kutoka hapa mpaka kwenda Marekani. Inaweza kukutoa hapa mpaka Kenya. Inaweza kukutoa hapa mpaka Malawi. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo utakaokuwa nao, ile huruma utakayokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja tulikuwa naye chuo, ni mama wa Kikongo, sema tu alikufa bahati mbaya. Kwa kuwa nilikuwa namsaidia, alikuwa mnene sana, nilikuwa namsaidia, akanikaribisha akasema, lazima ufike kwangu, lazima ufike Kongo. Alafu ukifika Kongo itabidi uhubiri kanisani kwangu. Unajua ni kitu kidogo tu. Unampa jiko anapikia chakula chake. Na yeye hapo alipo anakaa, unamletea maji, unamwekea hapo, basi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani maneno, sema maneno matamu. Sema maneno matamu. Lugha tamu. Upendo, tabia njema unaionyesha kwa mtu, hata kwa kidogo. Haleluya. Sema hata kwa kidogo. Sema hata kwa kidogo. Na kuwa mtu mwema. Lazima tuwe watu wema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukiokoka tunatakiwa kubadilika kabisa. Sema Yesu yuko ndani yangu. Akiwa ndani yangu nimebadilika. Tuangalie Yesu alivyokuwa na huruma. Tusome Marko 1 mstari wa 40. Marko 1 mstari wa 40. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Simama hapo kwanza. Hivi leo mtu mwenye ukoma akikusogelea hapo, shindwa shetani. Haleluya.
Haleluya. Anasema punga mkono kama unanielewa. Punga mkono kama unanielewa. Anakuja mtu mwenye ukoma akamsogelea Yesu. Sema mwenye ukoma. Wakoma waingie ndani wakae kwenye kiti na wewe. Utakaa karibu? Tuongee sio kama tunahukumiana. Tuambiane tu kwamba sasa Salome mwenye ukoma amekuja amekaa kwenye hicho kiti katikati hapa. Hautahamia nyuma kule. Unakula nduki. Utaambia jamani leo jaribu limenipata. Utasema jaribu limenikuta. Yule mwenye ukoma viti vyote. Yaani yule mwenye ukoma viti vyote ameona kile cha kwangu. Leo mambo yameniharibiki. Au nimetokaje nyumbani kule. Unaanza kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Turudia tena kusoma alafu tuombe. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti. Yesu huyo. Na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Ukitaka waweza kunitakasa. Na asipotaka basi. Tuendelee. Naye akamhurumia, akanyoosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, nataka, takasika. Endelea. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akatakasika. Yesu akamgusa yule mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wenye shida tuwezi kuwagusa? Ni ukweli ni uongo? Mimi leo nitampa Barnaba zawadi, lakini yule mkoma akija anasema ashindwe, labda alifanya dhambi zake huko, aende huko. Au ni uongo? Ukimpakulia kwenye bakuli yako unatupa kule mbali. Alilia yule mkoma. Lakini Yesu alifanya nini? Akafanya nini? Akatakasika. Tunatakiwa kuwapenda watu, kupenda jamii ya watu. Wale waliochoka tunawafanya kuwa watu wetu wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema huruma ya Mungu. Tabia zetu lazima ziingiwe na huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ikikaa kwetu, tutakuwa tunampenda Mungu. Mungu huwezi ukampenda kama hujanipenda mimi mama Helen hapa. Anasema mimi Yesu wangu nampenda sana. Naamka saa 8 unaomba nini saa 8? Tinaomba saa 8, naomba saa 8 mpaka naomba risali moja. Naomba saa 8 mpaka saa 10, afu nalala. Unalala? Umeshamhurumia huyo mkoma aliyokuja kwako? Siku hizi hatuwaonagi wakoma. Lakini kuna wakoma wa aina nyingi wapo. Sema amina. Sema amina. Simama tuombe. Tukatae tabia ambayo haimpendezi Mungu. Kuna mlevi mmoja alikuwa sio mlevi, sasa hizi ni marehemu. Alikuwa anakuja hapa kanisani. Lakini Mungu ananiambia usimkimbize. Lakini baadaye watu wakasema mtumishi huyu hayuko rohoni kabisa. Ni kweli kabisa, siko rohoni. Yaani yule mlevi analala, ni kweli analala analewa pombe, sasa anafanyaje? Lakini Mungu anataka huyu mtu ni mtumishi wangu, nataka apone. Hiki ni chombo changu kiteule, huyu akipona watu wengi wataishia kanisani. Huyu akipona watu wengi wataokoka. Lakini kilichofanya asipone ni mama yake na baba yake. Mama yake na mama yake mdogo. Wakati wakijua majini yao yanaenda kutoka, walifunga safari toka Bukoba wakaja hapa. Wakahakikisha wamemtoa hapa, wakaenda kummaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na mke wake akaruhusu akamalizwa. Nikamuuliza mke wake, umekubali kuwa mjane? Ishindwe, roho ujane ishindwe. Tutaona itakavyoshindwa. Sikiliza. Haya habari ya kusema ishindwe. Wewe ulishashindwa alafu unasema ishindwe. Roho haiwezi kushindwa wewe kwa kuwa hujashinda, lazima mshindwe wote. Na saa hizi sasa ni mjane. Lakini kama unakubali kwenda kuwa mjane? Ishindwe. Hiyo roho ishindwe. Haiwezi kushindwa kama wewe hujashinda. Na ukishindwa lazima ushindwe kabisa. Sasa unataka kuiambia tabia kwamba leo ushindwe kwa sababu nakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Sema leo nakataa tabia yoyote
iliyonisimamisha hapa nilipo. Leo naifukuza hiyo tabia. Nimeitoa kwa baba yangu. Nimeitoa kwa mama yangu. Kwa marafiki zangu. Zangu mwenyewe. Naikataa. Hiyo roho iliyonichelewesha. Siku zote. Ninanuka. Sinuki. Leo nataka kunukia. Kwa Yesu Kristo. Kuanzia saa hii. Kwa neema yake. Kwa huruma yake. Aliniokoa. Nimeokoka. Na tabia mbaya. Naikataa. Kuanzia saa hii. Kataa tabia mbaya kuanzia kwako na kwa watoto wako. Kila pando kataa. Robo shakarabo. Naikataa tabia ya baba yangu, tabia ya kwao baba yangu, ninaikataa. Tabia ya kwao baba yangu, ninaikataa. Tabia ya marafiki zangu, ninaikataa. Tabia niliyoitengeneza mimi mwenyewe, ninaikataa. Tabia zote ambayo inaniweza kunirudisha nyuma katika mambo yangu, ninaikataa. Kataa tabia za nyumbani kwenu. Tabia yoyote isiyopendeza Mungu kwenye utumishi wako, naikataa hiyo tabia kwenye uzao wangu, naikataa hiyo tabia kwenye ndoa yangu, naikataa hiyo tabia